Lakini huyu mwalimu, wanafunzi wa kike wakija ofisini anawainamisha halafu anawapiga dudu. Yaani huyu mwalimu ana tabia za ovyo kinoma, na huyu mwalimu ni lecturer hapa chuo. Sasa kuna huyu dada anaitwa Jeni. Huyu dada Jeni analana. Mwanaume ukilala tu na huyu mwanafunzi Jeni, baada ya siku 7 unakufa. Sasa huyu mwalimu hajui. Huyu dada Jeni amekuja ofisini akamuinamisha akampiga dudu mzee. Lakini hii leo kajichanganya, anaambiwa kumuinamisha ofisini na kumpiga dudu huyu binti Jeni, baada ya siku 7 atakufa. Mwalimu kajichanganya, na mchezo mzima huu hapa utazame. Mambo vipi? Hii inaitwa Ostasi Recap na mimi naitwa Roboti. Usisahau kusubscribe na usisahau kulike video na usisahau kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku. Lakini pia dondosha komenti yako, jibu swali, na atakayetoa jibu sahihi atapata pesa. Eti haya maneno dead men tell no tales, haya maneno huwa yanatumika sehemu gani? Na haya maneno yana maana gani? Na haya maneno yanatumika na kundi gani? Na haya maneno yanatumika mtu anavyofanywa nini? Dondosha komenti yako na atakayetoa jibu sahihi atapata pesa. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe wa sauti kupitia WhatsApp. Ikumbukwe ni ujumbe wa sauti pekee. Ukituma message ya kawaida sitarespondi. Basi okay, I wish you good luck. Na turudi kwenye filamu. Na hili bonge la filamu linaitwa Loving Jenny. Basi filamu inaanza ni hapa shule, ofisini kwa mwalimu. Pana huyu dada ametoka ofisini kwa lecture, lakini huyu dada anachechemea kinoma kwa sababu mwalimu lecture amemtembezea dudu mpaka sio poa. Huyu dada anatoka anachechemea, na jina lake anaitwa Alice. Basi pana huyu mwanafunzi wa kike mwingine anaitwa Jeni. Jeni alikuwa anaingia ofisini kusahisha mtihani, na huyu mwalimu akamwambia Jeni, "Hebu ingiza mkono wako kwenye mfuko wa suruali yangu ili uchukue peni." Lakini mara ghafla huyu mwanafunzi Jeni akashika dudu, na huyu mwalimu anamwambia, "Ukitaka nikusahishie mitihani endelea kulichezea hilo dudu." Lakini mara ghafla akaingia huyu bwana mdogo, na huyu bwana mdogo ni mpenzi wake na Jeni. Akashangaa Jeni anashika dudu la mwalimu na kawafuma. Lakini mwalimu akamwambia huyu bwana mdogo ole wake akitoa siri, na akitoa siri shule atakuwa hana. Basi huyu bwana mdogo akatoka kinyonge kinoma, na jina lake anaitwa Devi. Basi baadaye Devi akamsubiria Jeni hapa nje ofisini, na baadaye kwa sababu anampenda kinoma wanaondoka wote na wanafurahia kinoma wakiwa mtani. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Sasa hii leo Devi akakutana na lecture, na lecture anamwambia Devi, "Naona hauhitaji kuhitimu kwenye hiki chuo. Kama unahitaji kuhitimu hapa ni bora uache kudili na Jeni, kwa sababu ukiendelea kudili na Jeni hautahitimu kwenye hiki chuo." Basi Devi amepigwa kinoma mkwala na mwalimu, lakini huyu dogo alimwambia mwalimu pia yeye mwenyewe hajali na hamuogopi huyu mwalimu na atahitimu kwenye hiki chuo. Basi hawa wawili ni kama wakatengeneza bifu fulani, na baadaye Devi anaondoka. Basi Devi anakuja kwa mpenzi wake Jeni na anamlaumu kinoma kwa nini Jeni alikuwa anashika dudu la mwalimu kule ofisini. Lakini Jeni anasema usinipangie, na baadaye Devi anamwelekeza Jeni anampenda kinoma. Devi anampenda kinoma Jeni. Basi Jeni anakubali, na baadaye wanalala wote. Lakini Jeni anakataa kuliwa na huyu bwana mdogo Devi, na Devi anamlazimisha hadi sio poa. Lakini Jeni anakataa kuliwa na Devi, anasema kuna kitu, na ndio maana Jeni hataki kuliwa na Devi. Basi Devi anakasirika kinoma, na anamuona huyu dada Jeni anavyoenda kuliwa na mwalimu. Basi Devi akaona usintanie, akamfuata Jeni ofisini, anamwambia Jeni, "Embu tuondoke Jeni, sitaki upigwe dudu na huyu mwalimu." Basi kweli Jeni akaondoka akiwa na Devi. Baadaye Jeni anapigiwa simu na yule mwalimu wakutane guesti wapigane miti. Basi kweli kati ya huyu Jeni pamoja na mwalimu wakakutana wakamalizana. Lakini baadaye Jeni anamwambia huyu mwalimu, "Ukilala na mimi tu baada ya siku 7 unakufa." Halafu Jeni anasepa na mwalimu anashangaa kinoma. Basi baadaye Jeni anakuja kukutana na mpenzi wake Devi, na Jeni amechoka kinoma anadondoka. Basi Devi akamuokota Jeni akamleta magetoni, na basi Devi baada ya kulala na Jeni akamla huyu dada Jeni. Kumbe mwanaume yoyote ukilala na Jeni baada ya
siku 7 unakufa. Na Jeni anamueleza Devi, Devi umelala na mimi. Devi, ujue baada ya siku 7 utakufa. Dada zangu walikuwa hivyo hivyo na mimi niko hivyo hivyo. Mwanaume akifanya mapenzi na sisi kwenye familia yetu, baada ya siku 7 anakufa. Basi Devi anawasa kinoma, na huku upande wa pili kwa mwalimu anaumiza ndonga mpaka sio poa. Kwa nini kampiga dudu yule dada Jeni? Sasa hivi anawasa kinoma. Basi kumbe huyu lecture ameoa na mke wake ni mjamzito. Mke wake anashangaa mme wake anawasa kinoma, na ndio akamueleza kwamba mke wangu nilichokifanya sio poa. Nimetoka na moja kati ya mwanafunzi, na huyu mwanafunzi nimempiga dudu kinoma, na baada ya kumpiga huyu dudu mwanafunzi amesema baada ya siku 7 nitakufa na nitazikwa makaburini Kinondoni. Wameshanchimbia kaburi tayari. Basi mke wake na lecture aliumia kinoma na alimwambia utakufa, sasa mimi utaniachaje na ujauzito? Ina maana mimi nitakuwa mjane. Sasa ni nani ambaye atamtunza mtoto wangu? Hapana, twende tukamwombe msamaha huyo binti. Sasa huko kwa binti Jeni yuko na Devi na anamwambia Devi, Devi, dada zangu wote walikuwa hivyo, wakilala na wanaume tu baada ya siku 7 wanakufa na wanazikwa. Devi, hata kwako itakuwa hivyo hivyo, kama umelala na mimi utakufa. Basi Devi akasema twende kwa mama yako ili tujue tunatoaje hii laana. Na yule mwalimu amekamata gari, anafunga safari, anaelekea kwa mama yake na Jeni ili wamuombe msamaha Jeni. Basi mwalimu anaulizia kinoma kwa mama yake na Jeni ni wapi, na akaelekezwa. Na Devi anakuja kuambiwa na mama yake na Jeni, ni kweli ukilala na binti yangu baada ya siku 7 unakwenda na maji, na ili kutatua hili labda twende kwa mganga. Basi kweli wakafunga safari mpaka kwa mganga, lakini huyu mganga anasema ndiyo kweli huyu binti analana, na aliyetengeneza hii laana ni mama yake na Jeni, kwa sababu mama yake na Jeni aliwahi kufanya dhuluma kwa binti mmoja, alikuwa ni msichana wa kazi, na huyu binti alikuwa anaitwa Vero. Vero alibakwa na ndugu yake na mama yake na Jeni, na basi Vero akaja kumwambia mama, ndugu yako kadibaka, lakini mama yake na Jeni akamkataa Vero, na baadaye Vero akawa ni mjamzito na mama yake na Jeni akamfukuza Vero akiwa ni mjamzito. Basi huyu dada Vero akaondoka, na baada ya kuondoka akiwa anaumia kinoma huku analia. Baada ya miaka mingi baadaye, huyu mama yake na Jeni akizaa watoto wa kike na wakilala na mwanaume, basi huyo mwanaume baada ya siku 7 anakufa. Hiyo ni laana ambayo Vero alimwachia mama yake na Jeni, na hapo panakuwa patamu kinoma. Na mganga anasema wakitaka kuondoa hii laana wamtafute Vero na wamwombe msamaha, na anakotokea Vero ni vijiji vitatu kutokea hapa. Basi baadaye wanajadiliana na wanafunga safari kati ya Devi, Jeni pamoja na mama yake na Jeni ili kwenda kwa Vero na kumuomba msamaha ili Vero atoe laana. Basi lakini ile wameondoka, yule mwalimu pamoja na mkewe wapo kwenye gari wanakaribia nyumbani kwa Jeni, wanakuja kwa Jeni ili wamuombe msamaha. Na basi Jeni pamoja na mama yake na Devi wanakuja kwa mama yake na Vero ili wamuombe msamaha, lakini mama yake na Vero anakuja kutoa jibu kwamba tayari binti yake Vero alishapoteza maisha miaka mingi zamani. Vero alibakwa, na baada ya kubakwa wakati akijifungua alikosa msaada, na baadaye Vero akapoteza maisha. Kwa hiyo waliokuja kumuomba msamaha tayari ameshakufa, na huyu mama yake na Vero hana cha kuwasaidia tena, na hapo panakuwa patamu kinoma. Na huyu mwalimu ameshafika nyumbani kwa akina Jeni, lakini anaambiwa Jeni ameondoka na mama yake, wameenda kijiji cha 3 kutokea hapa. Basi kwa sababu ni shida muhimu, mwalimu akamuomba huyu mama amsindikize kijiji cha 3 ili mwalimu akakutane na Jeni na amuombe msamaha. Basi kweli wakaondoka, na huku kwa Jeni pamoja na mama wanawasa kinoma, kwa sababu tayari ambaye aliwapa laana Vero ameshapoteza maisha, na mama yake na Vero amekuja kuwaonesha kwamba hili ndio kaburi lake, yani hapa ndipo ambapo walizikwa Vero. Basi Jeni pamoja na mama na Devi wanafunga safari, wanarudi kwa mganga tena, hawajui wafanyaje. Sasa ile wanaondoka kwa mama yake na Vero wanapishana, na huyu mwalimu anamtafuta Jeni ili amuombe msamaha na asife baada ya siku 7. Na mama yake na Vero anamwambia huyu mwalimu, Jeni pamoja na mama yake tayari wameshaondoka kwangu, wamesharejea kijijini kwao, itakuwa mmepishana ulivyokuwa njiani unakuja. Basi mwalimu anawasa kinoma, manake baada ya siku 7 ameambiwa atakufa. Na huku mama yake na Jeni pamoja na Jeni na Devi wamerejea tena kwa mganga, na mganga anasema kwa sababu tayari Vero ameshapoteza maisha, basi mama inatakiwa aende kwenye kaburi la Vero na akaombe msamaha hadi akubalike. Mama inatakiwa anunue biskuti pamoja na soda
soda na akaviweka juu kwenye kaburi la Vero na aombe msamaha mpaka ashuhudie kwa macho yake hivi vitu vinatoweka. Na hivi vitu vikitoweka, basi Vero itakuwa amewasamehe. Basi Jenny pamoja na mama na Devi wakafunga safari kuelekea kwenye kaburi la Vero. Na huyu mwalimu naye pia akafunga safari, anakuja hapa kwa mganga kumtafuta mama yake na Jenny. Na ndipo mganga akamwambia huyu mwalimu, wewe mwalimu ulikuwa ni mkatili. Unavyofundisha kule chuo, mwanafunzi wa kike akija ofisini kwako ili umfaurishe, unamuinamisha, unampiga dudu, halafu ndio unamfurahisha. Na ndio maana hii leo unahangaika, umemla msigo Jenny na baada ya siku 7 utakufa. Halafu pia kuna huyu binti alikuwa anaitwa Alice. Huyu binti alikuwa anasoma chuo na huyu binti alikuwa ameolewa. Alice alikuja ofisini kwako na alikuwa anagoma kinoma, lakini wewe ukamlazimisha, ukamuinamisha, ukampiga dudu. Huyu mwanamke mmewe akagundua kwamba mimba haikuwa ya kwake na Alice akafukuzwa na mmewe. Alice akaachika. Sasa ukishamaliza kuomba msamaha kwa Jenny, una laana nyingine pia ambayo ipo kwa Alice. Ukishamaliza kuomba msamaha kwa Jenny, nenda kaombe msamaha kwa Alice. Na ukichelewa baada ya siku 7 kwenda kumtafuta Alice na kumuomba msamaha, bado utakufa pia mwalimu. Basi huko upande wa pili kwa mama yake na Jenny, pamoja na Jenny na huyu bwana mdogo Devi wanakamata soda pamoja na biskuti na wanakuja kwenye kaburi la Vero kumuomba msamaha. Basi wanakamata hizi biskuti pamoja na soda na wanakaa hapa kwenye kaburi kwa muda mrefu kinoma, wanamuomba msamaha Vero mpaka hivi vitu vitoweke. Basi mzee waliomba msamaha, walikesha kinoma mpaka usiku unaingia, bado wapo kwenye kaburi, lakini hivi vitu bado havitoweki. Mama yake na Vero anakuja anasema waondoke, lakini bado wamekaa hapa mpaka hivi vitu vitoweke, na ndipo msamaha wao utakuwa umekubalika. Basi walikaa hapa kinoma mzee. Siku ya pili baada ya kulala hapa kwenye kaburi, basi hii biskuti pamoja na soda ndio vikatoweka na msamaha wao umekubalika. Basi Jenny pamoja na mama yake na Vero pamoja na mama yake na Jenny na Devi walifurahia kinoma, msamaha umekubalika. Na basi wakakamata zawadi wakampa mama yake na Vero na baadaye wanaondoka. Lakini ile wanaondoka, mwalimu huyu hapa na mwalimu amekuja kumwomba msamaha Jenny. Basi Jenny kwa sababu wao wamesamehewa na Vero, na basi Jenny pia naye akamsamehe mwalimu, na mwalimu anashukuru kinoma, anaondoka. Lakini huyu mwalimu lazima amtafute Alice, na akishamtafuta Alice amuombe msamaha, na akichelewa baada ya siku 7 atakufa. Basi mwalimu anafunga safari, anakuja mitaa hii kumtafuta Alice na kumuomba msamaha, lakini anaambiwa Alice alishahama hii mitaa na sasa hivi yupo Abuja. Basi ni safari ndefu kinoma kuelekea Abuja, na mwalimu anaelekea huko, lakini akiwa njiani akasimamishwa na trafiki, anakamatwa na alikuwa hana leseni. Basi mwalimu anaomba msamaha kinoma, lakini mwalimu anakamatwa, anapelekwa polisi. Basi akalala polisi, na siku ambayo inafuata basi anatoka polisi kuelekea Abuja. Lakini akiwa njiani gari imeharibika na zimebaki siku 2 ili siku 7 ziishe na mwalimu atakufa. Basi huku kwa Jenny pamoja na Devi wamekuja kwa mganga, wanashukuru kinoma, tayari laana ya Jenny imeshatoka na Jenny pamoja na Devi wanapendana kinoma. Lakini huku kwa mwalimu ikabidi amtafute Alice kwa mguu, na anafika hapa anaambiwa Alice alishahama. Basi mwalimu pamoja na mkewe wanahangaika kinoma Abuja ili kumtafuta Alice na wamuombe msamaha, wanamtafuta kinoma, na leo ni siku ya 7 mwalimu anahangaika kinoma kumtafuta Alice. Na basi siku 7 zinaisha, na leo usiku mwalimu akiwa anamtafuta Alice amuombe msamaha, na mwalimu anadondoka chini anakufa. Siku 7 tayari zimeshaisha. Basi mwalimu anakwenda na maji, na mke wake na mwalimu ambaye ni mjamzito anaumia kinoma. Basi huko upande wa pili kwa Jenny, baada ya miaka 5 baadaye, Jenny pamoja na Devi wanaoana, tayari laana yao ilishatoka na hao wawili wanafunga harusi. Basi maandishi yanapita na filamu inaisha. Umekufunza nini huu mzigo wa filamu? Dondosha komenti yako, na hii ni time ya kusoma komenti yako. Wote ambao wamejibu maswali mmekosa. Eti kati ya yai ama kuku kipi kilitangulia kusaliwa? Na jibu lake ilikuwa ni hakuna jibu sahihi, kwa hiyo wote mmekosa. Huyu anaitwa Salma anasema yai ndio limeanza, amekosa. Na huyu anaitwa Moka anasema limetagwa yai ndipo ametoka mtoto, amekosa. Lakini Amena pia amekosa, lakini Sheila pia amekosa. Lakini huyu hapa pia anaitwa Sabrina anasema cha kwanza yai amekosa, na huyu pia anaitwa Sabra anasema yai amekosa. Lakini Paura Malio pia amekosa naye pia, na pana Naina huyu pia naye amekosa. Lakini pia pana Safari Photo naye pia amekosa. Lakini pia pana
pana Jen amekosa naye pia, pana Esther amekosa, lakini pia pana Maulidi anasema kuku kaanza akakosa, lakini pia pana Vero alikuwa anakaribia kupata kabisa, sema akaleta sababu mingi sana hapa, ilibidi tu aseme hakuna jibu sahihi basi, na alikuwa anajilambia pesa yake kiulaini dakika za jioni kabisa. Vero amekosa pia, lakini Paula anasema hakuna cha kwanza, amekosa, jibu ilikuwa ni hakuna jibu sahihi. Na huyu anaitwa Peter anasema yeye ndio kwanza akakosa, Feza pia akakosa, lakini Lea pia na huyu anaitwa Amine, wote hawa wamekosa. Basi pesa bado iko mezani. Jibu hili swali la leo, dondosha komenti yako. Eti haya maneno dead men tell no tales, haya maneno huwa yanatumika sehemu gani? Na haya maneno yana maana gani? Na haya maneno yanatumika na kundi gani? Na haya maneno yanatumika mtu anavyofanywa nini? Dondosha komenti yako, na atakayetoa jibu sahihi atapata pesa. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe wa sauti kupitia WhatsApp. Ikumbukwe ni ujumbe wa sauti pekee. Ukituma message ya kawaida sitarespondi. Basi okay, I wish you good luck. Na hii inaitwa Ostasi Recap na mimi naitwa Roboti. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, na usisahau kutauni on notification pia, ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku. Na tukutane kwenye next recap. Bye bye. I'm out here.